Ratiba ya msimu ujao ni kiatu kilichobanduka gundi. Ratiba ya msimu ujao ni kiatu kilichobanduka gundi, utembee nacho kwa umakini sana, kwa sababu kama tulivyosikia itafukuzana na ratiba ya AFCON mwezi wa 6, kwa hivyo ligi inaisha mwezi wa 5 na tayari TFF wameongeza akidi ya wachezaji, angalau timu zisajili wachezaji 40. Sio wachezaji 40 wa kujaza nafasi, wachezaji watakao kuwa na nafasi kwenye timu ili angalau kuendana na mahitaji ya ratiba. Na kweli tulianza kuona vilio hapo, ratiba ngumu sana, ratiba ngumu, mmejipanga na mnajua haya ni mashindano. Kwa hiyo nadhani itakuwa kiatu kilichobanduka gundi, kwa sababu unahitajika ufanye usajili halisi utakaoisaidia timu. Isifike hatua katikati unaanza kuona ulikosea usajili, wakati usajili ilikuwa ni jambo la wazi na kila mmoja anajua. Kwa hiyo hii ni simu ya tahadhari kwa Yanga, Simba na timu zingine zote za ligi, kwamba msimu huu wasifanye ule usajili wa kuokota kama sagula mitumba. Umeokota, matokeo yako unalipenda shati moja hilo hilo. Bahati mbaya ratiba hii itakuwa inakwenda kwa mtiririko ule na kutakuwa na ushindani ule, na bahati mbaya msimu ujao maana yake ile michuano ya Mapinduzi inatafutiwa namna ya kuchezwa pamoja na muungano ile, kwamba angalau ligi iendelee. Sasa ni kipindi ambacho watu waibebe kwa tahadhari, na mashabiki hawa wasianze maneno, wawaambie watu wao wanaoenda kusajili. Watu wetu mnaotusajilia wachezaji hapa watakuwa wachezaji wanaoenda kutumika. Sio unaleta wachezaji kama tupa kundolea baadhi ya wachezaji kwenye timu kwenye mazoezi. Uwe na wachezaji ambao watengeneza standard nzuri kuendana na haya mahitaji, kwa sababu kumbuka kuna FA, kuna ratiba ya ligi yenyewe na hiyo michuano mingine angalau ili cha kombe itokee utaratibu. Sasa ili kwenda kuna ubingwa msimu ujao, tafsiri yake lazima uwe na kikosi kizuri sana ambacho kitafanya timu yako itengeneze balance, na ikitengeneza balance maana yake utakuwa kwenye ushindani mzuri. Lakini kama utaenda usajili wa papatu na hii ratiba iliyotajwa, unaenda kutengeneza mazingira magumu. Maana yake ni pilipili na nazi. Sasa ladha uone, huku unapata utamu, huku unakula na pilipili, kwa hiyo unapata wakati mgumu. Kwa hivyo ni kitu cha kuzingatia sana kwa timu zote, na hii tahadhari iliyotolewa mapema. Wengine wameweza kujaji kwamba itakuwa vipi kuhusiana hizi Simba Day na Yanga Day, kwa maana kama ratiba inaanza mapema hivi na muda ni mchache sana, kwamba inawezekana isiwepo hizo mambo ya Simba Day. Wataswitch. Yani ni matamasha ya mwaka na mkakati kwenye hizo timu. Yataswitch tu, yatabadilika. Ndio maana nakwambia kwa kufuata hayo matamasha timu zishabadilisha ratiba. Kwa mfano Young Africans kesho wanatangaza coach, na kuanzia kesho kutwa wanaanza kutangaza kikosi chao. Kadhalika Simba tayari wao wanaanza kuonesha wachezaji wao wanaotaka msimu mpya. Timu ndio hivyo, yani kuanzia wiki ijayo Jumatatu hapa ni heka. Weekend hii wanatangaza coach. Young Africans tayari wamepata coach na wanaanza kutangaza usajili wao mkubwa ambao unafuata. Na nilisema kikosi chao cha msimu ujao ni cha kutoana mapepo. Wanasema demonic signing wameenda kuzifanya. Wana mchezaji anakuja hapa mkubwa kweli, watu wote walioamini hawezi kuja. Anakuja hapa Tanzania kwa upande wa Young Africans, na wanaleta coach wale. Na hivi ninavyozungumza tayari washamalizana na coach wao, mambo yote yako tayari na wachezaji wanaanza kuwataja. Kwa hiyo sasa nini maana yake? Yote ni kwenda na kukimbia na hii ratiba. Lakini tayari timu zinaanza kambi muda sio mrefikisha World Cup hii. Yani wiki ya World Cup ile, kabla World Cup kuisha, timu zinaanza kambi. Kwa hiyo wametoa mapumziko ya majuma mawili tu kwa wachezaji. Kwa hiyo timu zote ziko kadhini. Hapa Yanga ameshindwa kuondoka Tanzania kwenda likizo, kwenda kidogo salimia watoto wiki karudi hapa. Kwa nini? Kwa sababu ya kutengeneza hiyo. Simba kadhalika, unafahamu sasa hivi nguvu iko huko kwenye timu na wako busy na sajili ambazo zitatengeneza ushawishi na nguvu kwenye vilabu. Kwa hiyo ratiba hizi tayari, na hofu mimi ni hizi timu ndogo hizi za huko chini hizi. Jamani, ratiba ndio hiyo, zisianze kutajwa wote timu hizi na ya fulani hapa, ndio pa kuimarisha ligi yetu kwa hizo timu kusajili wachezaji wazuri. Kauli ya engineer alizungumza wakati wa parade yao aliposema kwamba wanataka msimu ujao wachukue vikombe vyao vyote ambavyo walinyang'anywa, lakini na walivyonavyo waweze kuvitetea. Lakini alizungumza kwamba wameandaa usajili mzuri sana. Wengi wanajiuliza maswali, maana tetesi imekuwa nyingi kwamba vipi itakuwa vipi, maana Big Game Gishamela nani, kila mtu anazungumza kwake. Vipi kwa upande wa tetesi ya Yanga Africa, kwa upande wako? Ni dhahiri Yanga wamemsajili Asisiki, sio mjadala tena, hiyo watu waweke pembeni. Ni miongoni mwa wachezaji wamemsajili winga mmoja mkubwa tu katika nchi kwa 97%. Mpaka hapa ninavyoingia nazungumza kwa 97% wanamleta hapa, na ndio usajili ambao utatikisa nchi na kelele nyingi, kwa sababu ni mchezaji ambaye kila mtu anamjua. Lakini wamefanya pia usajili wa wachezaji ambao ni wazuri tu, wana heshima kubwa katika nchi. Wamepata kocha mzoefu tu, mzuri tu, ambaye watamtangaza kesho kutwa. Taanza kuona. Kwa hiyo wamesajili wachezaji wao bora. Wamefanya usajili mzuri sana. Wamefanya usajili pia wa ndani hapa, wachezaji wazuri tu. Usajili mzuri tu, standard ya kuisaidia timu yao. Ndio hicho kitu ambacho. Lakini Azam kadhalika fanya usajili bora sana kina Popat. Nilisema wamemleta jasusi Ibenge, wana kitu nakitaka msimu ujao. Vile video vyao wanataka kuvifuta kwenye uwanja sasa hivi. Fanya usajili mzuri sana Azam. Simba kadhalika fanya usajili mzuri tu, wachezaji wazuri tu ambao wanakwenda kuisaidia timu yao msimu ujao. Sasa nini ambacho nakiona kwamba msimu ujao ndio huo ni wa kutoana mapepo, kwa sababu kila mmoja anatengeneza timu shindani sana. Lakini Yanga makosa ya msimu ujao uliopita wataka yarudi msimu ujao, ndio maana wameboresha usajili. Kadhalika Simba wanataka kumalizia walipoishia, ndio maana wanafanya hizo sajili ngumu za kusaidia timu.
Unaonaje sasa kwa upande wa Engineer Hersi ambapo amekuwa amelalamikiwa sana kwamba msimu uliopita yule katika dirisha kubwa alisajia kisu chake hazikuwa sawa. Pengine msimu huu atarajia kuona vitu vizuri zaidi. Hersi kawafuta jasho na machozi Yanga usajili wa safari. Kawafuta jasho na machozi. Jasho walichoka, machozi walilia. Usajili utakaoanza kutangaza Yanga umewafuta jasho na machozi kwa msimu uliopita, na ndicho ambacho nakifahamu. Nani apendi kumuona mchezaji ambaye anapendwa na kila mtu hapa? Nani apendi kumuona mchezaji ambaye kila mmoja ana uhakika naye wa kiwango? Nani apendi? Nani apendi kuona Yanga ambayo Mzizi anarudi, Dickson anarudi? Nani apendi? Nani apendi kuona Yanga inaleta mtu mbadala wa Pacome na Pacome akiwepo kwenye timu yao? Nani apendi? Nani apendi kuona Yanga inaleta mbadala wa Okelo na Okelo wako kwenye timu yao? Nani apendi? Nani apendi kuona Yanga inaleta beki mbadala wa Ibra Baka na Ibra Baka yuko kwenye timu yao? Nani apendi? Nani apendi kuona Yanga inaleta mbadala wa Kwasi na yao Kwasi yuko kwenye timu yao? Nani apendi kuona Yanga inaleta mbadala wa Mudathir na Mudathir akiwa bado yuko Yanga Africans? Maana kwa rudisha kile kikosi chao cha Msasa afu unapiga vanish. Kikosi cha Yanga msimu ujao ni Msasa alafu unafuata vanish. Kwe unaweka. Kwe kile cha miaka ile. Ndicho ambacho usajili unaofanya. Sisi tumejaribu kusema ulichokiona. Sasa subiri unakianza kuwatangaza wachezaji tusema nini tuko nasema niko na maanisha nini. Kwa ndio unachokifahamu kwenye usajili wao. Bodi ya ligi inataka wafanye nini sasa kuelekea msimu mpya ambapo watu wanawekeza hela zao? Bodi ya ligi nadhani kwanza tuwapongeze, wameleta mfumo ambao utasimamia ligi yetu katika electronics. Ndio mambo ambayo tunahitaji kwenye ligi, ni kupongeza mamlaka ya mpira na bodi ya ligi yenyewe kuweza kuboresha hii ya mifumo ya usimamizi wa mpira kisasa zaidi. Ni kitu muhimu sana katika mpira wa nchi. Lakini kadhalika ni kuangalia vitu vya msingi ambavyo vitatusaidia pia katika kuboresha mpira wetu na maslahi ya mpira wetu kwa ukubwa. Sisi nasema kwamba Simba huenda Libase Gaya akawa wakamkosa msimu ujao, lakini pia na Selemani Mwalimu. Unaionaje Simba kama itawakosa hao nyota? Sio rahisi, wana mikataba na Simba wale. Wana mikataba na Simba. Watabaki Simba. Mtetesa uongozi, watabaki Simba. Maana kwa rudisha kile kikosi chao cha Msasa afu unapiga vanish. Kikosi cha Yanga msimu ujao ni Msasa alafu unafuata vanish. Kwe unaweka. Kwe kile cha miaka ile. Ndicho ambacho usajili unaofanya. Sisi tumejaribu kusema ulichokiona. Sasa subiri unakianza kuwatangaza wachezaji tusema nini tuko nasema niko na maanisha nini. Kwa ndio unachokifahamu kwenye usajili wao. Bodi ya ligi inataka wafanye nini sasa kuelekea msimu mpya ambapo watu wanawekeza hela zao? Bodi ya ligi nadhani kwanza tuwapongeze, wameleta mfumo ambao utasimamia ligi yetu katika electronics. Ndio mambo ambayo tunahitaji kwenye ligi, ni kupongeza mamlaka ya mpira na bodi ya ligi yenyewe kuweza kuboresha hii ya mifumo ya usimamizi wa mpira kisasa zaidi. Ni kitu muhimu sana katika mpira wa nchi. Lakini kadhalika ni kuangalia vitu vya msingi ambavyo vitatusaidia pia katika kuboresha mpira wetu na maslahi ya mpira wetu kwa ukubwa. Sisi nasema kwamba Simba huenda Libase Gaya akawa wakamkosa msimu ujao, lakini pia na Selemani Mwalimu. Unaionaje Simba kama itawakosa hao nyota? Sio rahisi, wana mikataba na Simba wale. Wana mikataba na Simba. Watabaki Simba. Mtetesa uongozi, watabaki Simba. Ana shida. Nikushukuru sana. Asante sana.